Kufeli shule sio maana ya kwamba ndo umefeli maisha. Itategemea una matumizi gani ya akili zako. Akili ulizopewa na Mungu ni zinajitosheleza kabisa. Wewe cha kwanza mche Mungu katika moyo wako wote, mpende Mungu sana. Acha njia mbaya. Fanya kazi yako hata kama kazi ni ndogo au dhaifu. Ni kweli watu wengi mpaka wanajiingiza kwenye makundi mabaya kwa sababu pengine amefeli shule na amekosa ajira. Hiyo imepelekea sana mtu kujikinai na kuona kwamba maisha ndo ni elimu ndo mwisho hapo. Hapana. Maisha sio mwisho elimu. Maisha ni kuwa na Mungu na matumizi yako ya akili vizuri. Tafuta wapi wanalima nyanya, anza kuuza nyanya. Anza kuuza vitunguu, bamia. Na kuambia utasurvive na utajisikia vizuri. Usiangalie elimu ulionayo ukasema mpaka uajiriwe. Kwa mfano wote tumesoma, lakini kila mtu aajiriwe kwenye kitengo. Ni nani atakuwa mtu wa chini? Ni nani atakayeuza vitunguu? Ni nani atakayeuza nyanya? Kwa unakuta umesoma, una degree yako, lakini huna kazi. Lakini haimaanishi kwamba ukae uweke cheti chako chini. Kanunue maprotector, makava, zungusha wauzia hao walioajiriwa. Utapata chochote. Ila mtegemee Mungu sana. Sana utafanikiwa. Ukimkosa Mungu kufanikiwa hautafanikiwa. Utakuwa unalaumu serikali hii haitoi ajira. Serikali hii haitoi ajira. Basi pambana wewe utoe ajira. Pambana wewe utoe ajira kwa watu ili wakutegemee. Matumizi yako mazuri ya akili aliyokupa Mungu, hutadharau kazi ya kufanya. Utadharau tu kazi mbovu, chafu za kufanya, ndo ambazo utaona kwenye maisha yako hapana.